Na kutumia meseji zangu unijibu. Kwa hiyo unakuja au uje? Halo? Halo? Kwani nilikwambia nini kuhusu kupokea simu zangu? Naongea na wewe, nilikwambiaje kuhusu kupokea simu zangu? Sinaongea na wewe. Nilikwambiaje kuhusu kupokea simu zangu? Mahaba za safari. Salama. Karibu. Nishakaribia. Wazima, karibu. Karibu mdogo wangu. Hata kuja kunipokea kwa sababu sijakwambia. Kwa jamani. Salama. Ndiye dada. Kuna umepoa sana dadangu. Sikuzoea hivyo. Hivi mke wangu, ina maana kwamba mimi ninapotoka na wewe huku unatoka, si ndio? Nilitoka naenda kwa shoga yangu. Nilienda kuongea kwa shoga yangu. Ulienda kuongea kwa shoga yako, hali ya kuwa unajua kabisa kwamba mume wangu ametoka, akirudi ana njaa, akirudi ana kiu, akirudi atahitaji maji ya kuoga huko, ana jasho. Umeenda kuongea kwa shoga yako. Haya, kwa mimi hayo maji ya kuoga, hicho chakula, maji ya kunywa nikapata kwa shoga yako, si ndio? Maji salikuwa hapo, ungechukua kaoge. Kwa hiyo vinausi cha kuirana nalo hedi fofo. Tunapandana kichwani sasa. Kama inafikia mimi leo naniambia maji ya kuoga nichukue nikaoge, hali ya kuwa mke wangu upo. Mke ambaye nimeozeshwa kihalali. Nimetoa mahali zangu. Nimekusogeza. Sikuleta haji mka zangu. Tuwe wote tusaidiane, lakini leo hii unaniambia mimi nichukue maji nikaoge. Nichukue maji mwenyewe niende nikaoge. Kazi yako ni ipi mke wangu? Hamna. Nitakupikia. Utanipikia saa ngapi? Kama una njaa sana nikakununulie chips, upoze njaa ili nipike. Alhamdulillah. Ukanunulie chips ili nipoze njaa, ukanipikie. Hizo hilo umetafuta wewe?
Ukiangalia. Fresh kabisa unyama. Nimewabisi sana jamani. Sio mimi nimekuja hapa sio hapa sasa. Sikatuvamia. Sijawabania kushinda na njaa. Wapishe kama imeenda vizuri, nimejua kwenye kupika. Sina shida. Una baya. Una baya. Nimekuta lakini surprise yenu hii ya kula maembe. Mmeni surprise zaidi. Sasa wewe si umenifanyia surprise na sisi tumekusurpriseisha. Mmeniweza. Na pia embe dadangu vipi? Hizo embe dadangu wapi na wapi? Bwana Mr. Embe zako labda umekula embe ni dodo tena unaniambia hebu uonje embe ni tamu sio tamu. Nimekuaje hizo embe leo? Wewe kama unataka nikugaie. Mimi ningelitaka wala sikwambii unanijua ninapopenda embe nalichukua moja kwa moja na kula. Ila wewe na embe. Wewe kama unataka. Mimi nimekuuliza dada. Mambo kwa ushahidi. Hilo embe bibi naona na lingine ili ushakula ili umeongeza tena. Uko live. Mimi nakula japo sijanawa huko ila nitakula. Karibu sana. Au sijali wewe kula wewe mgeni. Asante. Maisha yanasemaje? Tunamshukuru Mungu. Maisha yanaenda. Nakwenda kuninunulia mimi mumeo chips. Umetafuta wewe. Kwa pesa yangu nilotafuta mimi ambayo nimeileta ndani na mke wangu bana hizi tuweke kwa ajili ya kufanya maendeleo baadaye. Leo utoe ukaninunulie chips mumeo. Kwa hiyo umeona mimi ni wakula chips. Hadi baada unipikie mumeo. Ulikaa pesa ambayo nimetafuta mimi uende ukaninunulie chips. Siri upoze njaa niwe napika. Maana uliporudi hujaniambia kama unarudi. Sasa nikirudi nyumbani kwangu nitoe taarifa kwamba nakuja nyumbani kwangu? Yes, unanijulisha. Yaani swala moja kila siku tunaliongea hilo. Mara ya kwanza mke wangu usitoke, nikiwa nimetoka unatoka. Sasa hivi numi mtende mbwani. Nifanye nini mke wangu ili basi one mume wangu anachokisema anamaanisha? Mbona chao jambo limwenga kila siku? Yaani kila siku jambo ni sasa hapo tu nimeenda mpaka nitoe taarifa. Kama unarudi usingeniambia unarudi mimi nianze kupika. Mimi ni nani kwako? Mume wangu. Na inachotakiwa unachokifanya wewe mimi nijue. Kwa nini sasa unasoma umbe? Mimi ninapotoka niwe na kuaga. Kwa unataka umwage nani? Sijaenda mbali ndio maana sijakuaga. Hata ungekuwa umeenda karibu, bado unatakiwa kuniaga kwa sababu mimi ni mumeo. Nimekuelewa mwanangu. Samehe sirudi tena. Mwanzo na mwisho. Leo inajirudia vituo manyemielwa. Sitakuswali ya mtume. Sirudi mume wangu, samehe. Umekimbia, umepata likizo. Nimepata likizo. Maana wewe hushindwi wewe. Maana sikuelewi kabisa. Yaani huyu. Tumeshaongea tumeyamaliza. Sasa hivi mimi siwezi kabisa kufanya hivyo. Yaani nimekushua. Unanijua? Msomi wetu. Tulieni. Sasa hapo tuletee madudu huko. Unanijua lakini mimi. Shauri yako. Tumeanza naomba Mungu tusiongee sasa hivi tuongee tumemisiana nimewamisi baadaye tutaongea. Mimi nimekuja nipo hapa naenda wapi? Mgeni akaribishwa kwa vitu makorokoro kama hiyo. Kuuliza sijui uko shule shuleni ni wazima huko wote chuoni. Mimi tutaongea. Kwa likizo nimekuja. Sawa, nitapiga simu baadaye. Hajafanya madudu. Au niamini? Mimi wewe nani akuamini? Mimi. Nakwambia jaribu kuniamini hata siku moja mara moja nikikwambia kitu uniamini. Mbona upigie sasa hivi nishakuwa mtu mzima. Sasa wewe ni mtu mzima huko sio kwangu mimi. Sawa. Kule kwanza maembe. Haya tena kitu na dada yake mimi sina neno tena hapo. Shamba la Bwana Eli mbuni za Bwana Eli. Si ndio? Kuna mtu anamsubiria akishafika hapa na nitakuelekeza.
Niambie utaniitia. Na mbona sikuelewi? Unakumbuka tulikubaliana nini? Kwanza kabla ya yote, hebu tuagize chakula kwanza, alafu mwingine ataendelea. Usiwe. Sina shida na chakula chako. Hebu usiwe hivyo basi. Unajua mimi nimekuita hapa ili tuyamalize. Kaka. Niletee chips na kidali. Sina shida na chakula chako. Na. Kwani wewe una shida gani? Okay. Kulala muda wote. Nimechoka hapa. Na hizo huko ndani kumbe huko. Ndani kule joto kali sana. Pole dada yangu. Nimechoka, unatia hadi huruma. Niambie. Mambo mengine. Najua tu utanibebea mtu maana. Sasa mimi nilijua, nimesema tu subiri nitoke, nilitandika muda huu mkika, nimesema ngoja nitoke, kuta ameshajilaza. Ngoja kwanza nikamchungulie. Ningejibebea tu. Pole lakini, au nikaubebea? Ngoja tu. Niambie. Ushaniamsha hapa, fikiri nitalala tena. Kubebeleza mpaka ulale. Pole dada yangu. Shakuona. Shemu vipi kwa wapi? Mama hizo shemeji yako saa hizi. Toka saa 12. Toka Weekend. Hana cha weekend wala cha nini? Kila siku kwake ni kutoka. Jamani. Ngoja akirudi utamuuliza kaenda. Kama kawaida yake. Tabana cha weekend wala cha nini? Leo toka saa 12. Maisha yenu hayo. Itoko kila siku na muda ukaa nyumbani. Akiingia jioni pia ana dakika 5 za kuoga anatoka. Wacha. Anakuaga nenda wapi? Mimi najua sasa. Wewe ndo mkewe, nani ajue? Mdogo yangu yaacha. Alafu dada. Mimi mwezo kuna kitu bado, yani kila nikikani unanijua mdogo wako, siwezi kukaa na kitu kwa kweli. Yaani kila nikikaa nikifikiria, kwa nini nihangaike niumize akili yangu wakati wewe upo? Niambie. Unajua nilivyokuja tu hapa. Utajua mwenyewe. Niambie utaniitia. Ina maana mimi kukuita hapa nimekuita tugombane au tuelewane? Tulikubaliana kwamba utapokea simu zangu kwa wakati. Utajibu meseji zangu kwa wakati. Haya, wewe umefanyaje? Umefanya nini na kuuliza? Wewe tunakuelewana. Mimi nilikwambia kwamba naweza nikamisi simu zako, lakini kwa sababu fulani wewe unashindwa kujiongeza kwamba kwa nini unaweza kujipigia simu. Sasa nyingine hata nilikuwa niko nyumbani au niko na kazi au niko mbali na simu. Wewe unashindwa kuelewa hapo. Nashindwa kujiongeza kwa sababu wewe uliniahidi mwenyewe kwamba tukutane sehemu fulani. Mimi nimefika mpaka sehemu ya tukio, wewe hauonekani. Ulikuwa una maana gani? Uliuliza kwa nini mimi sikutokea? Sitaki kujua kuhusu hilo. Okay, hebu kwanza kula chakula. Sina shida na chakula chako. Kama unaona chakula kina thamani sana, mpelekee mke wako. Nisikize na nikwambie. Mimi naona kama wewe hatuelewana. Hatuwezana pia. Unaonekana wewe unataka mwanaume wa kumpeleka unapotaka. Kama unataka mwanaume wa kumwendesha, katafute mwanaume mwingine, ila sio mimi. Unaelewa? Oho. Ndio hivyo sasa, kama unataka kunielewa mimi, wewe unataka uelewane na nani? Basi kuanzia leo usinitafute. Usinipigie simu, usinitumie message. Kila mtu apate maisha yake. Sawa. Wewe nenda. Maana mimi siwezi kuwa na mwanamke ambaye anataka anapotaka yeye, hataki kunisikiliza mimi. Nenda.
Leta chakula chako. Pelekea mke wako. Yaani jinsi nilivyowakuta wewe na shemeji siku ile, yaani mpaka leo mimi hicho kitu kinaniumiza. Sijui pale mlikuwa mna shida gani. Yaani kuna kitu kabisa kinaniambia hakiko sawa kati yako wewe na shemeji. Na mdogo wangu acha tu. Maisha ya ndoa ni magumu sana, na usione kila kitu ambacho labda unakiona mimi nakivumilia kwamba hakiniumi, kinaniuma. Unajua siku ile tulipokaa pale, kuna mdada alipiga simu, ndio nikapokea simu yake, ndio kakuta pale kwamba yani kanikosea, alafu ananifokea. Umeshaona? Yaani bado mnaendelea na maisha yenu ya heka heka. Acha tu ndugu wangu. Wewe unamjua yule heka heka zake? Sizizoea. Unazizoeaje heka heka zake? Tena kubwa zaidi, nimekuja mumeo namjua, dada yangu. Umembebea tena na mtumbo kama hivyo. Na nilikuwa naongea naye kwenye simu dadangu, unaniambia hamna sawa, kila kitu kimekaa vizuri, shemeji yako amerudi, kumbe hakuna chochote kilichorudi. Kila kitu kinatokea kwa sababu. Sijui unanielewa? Ukizingatia yule ni mume wangu, tena wa ndoa kabisa. Kwa hiyo sio kwamba hata kama na matendo yake mabaya yakanizuia mimi nisizae. Kwa sababu pia mtoto ni faida yangu mimi, ukiacha yeye. Sawa, sijakataa ni faida yako wewe, lakini huyo mtoto hata kuja kusema ni faida yake wewe, ni faida ya baba na mama. Tuachane na Mwenyezi Mungu mwenyewe atajua. Ila mimi ninachokuahidi dada,